Ahmed yeye anaamini mnachofanya hivi. Ahmed Ali, mnataka muweke watu wenu pale. Haiwezekani nyinyi mwakatae kila mmoja ambaye maana yake nyinyi mnataka muweke watu wenu ambao watawasaidia baadaye. Yule kwa sasa hivi yeye anachokitaka, anataka mechi ichezwe. Si umenielewa? Yeye ndio lengo lake. Hana lolote. Achana na cha watu watoke, si nini, shida yake anataka mechi ichezwe. Sasa ile atakaye ichezwe lazima aponde. Kama sisi tunataka wale watoke ili tuweke wa kwetu. Lakini TFF, bodi ya ligi, wote wanaongozwa na mashabiki. Hakuna mtu sasa hivi unamkuta na miaka 30, 40, 50 ambaye hajawahi kuwa na timu. Ni uongo. Hata refa ana timu. Hicho kitu mimi kuambia. Yeyote ambaye alikuwa mdogo mpaka anafika mahali hakujua kama atakuja kuwa rais wa TFF wala atakuwa usiku kwenye bodi ya ligi. Kwa hiyo anajua tu kabisa kwamba mimi ni Yanga au sio? Mimi ni Simba. Lakini baada ya hapo anachaguliwa, ngoja nikafanye kazi. Usishangae hata kuona kwamba Ahmed mwenyewe alikuwa Yanga. Lakini kwa sababu ya hela yuko kule. Na haiwezekani ikaenda hivyo. Siku hizi mpira umebadilika. Mambo mengi sana yamebadilika. Nimekuwa nikimuonaga hata ndugu yangu afisa habari wa Azam alikuwa nadhani Zaka. Ni mzee ukata viclip sana. Yule bwana huwa anakumbusha simu miaka 60 Swiss gani. Hata mimi huwa nasemaga na mwingine Jemedari Said huwa anasema mambo ya miaka iliyopita huko. Kitu ambacho kiuhalisia ni tofauti. Unajua mambo yanabadilika. Sisi sasa hivi tuko zama hizi ambazo ni za utandawazi. Kila kitu unakiona kwenye mtandao wa kijamii. Pengine unaweza usiende hata kubandika tangazo sehemu fulani kama zamani kwamba utaenda tukalione sehemu fulani, lakini kwenye mtandao tukiweka barua kila mtu atakuwa, dunia nzima itakuwa imeona. Kwa hiyo hivyo walivyotaka kutufanyia sivyo. Kwa hiyo Yanga walivyofikia na wanavyotaka ndivyo ninavyotaka mimi pia, mwananchi na mwanachama wa Young Africa. Kwenye upande wa kile ambacho kimezungumzwa na afisa habari wenu kwamba mpaka sasa ni mwaka wa 3 sasa hamjalipwa pesa yenu kama mshindi wa kwanza wa mashindano haya. Kwa hiyo unadhani kina afya kwa muda huu ambao Young Africans bado hamjajihakikishia ubingwa wa ligi wala ubingwa wa kombe la shirikisho la CRDB? Kina afya kwa 100%. Kama kuna asilimia zinazidi basi hata kama ni 200, 300 ni sawa. Kwa sababu kwanza watu ambacho hawajui sio kwenye mpira tu. Kwenye kazi zozote masuala ya kukopana hapo na kwenda tu hapo. Afu pia ukiwa una neema, ukiwa unapata hela, huwa ni rahisi sana kuacha madeni yanaendelea kwenda ukiamini yatalipwa. Lakini siku ambayo umeishiwa sasa ndio utaanza kukumbuka yale ambayo unadai. Mfano kama hii swala la kwamba Yanga wanadai mara 3 mfululizo, inawezekana kwa sababu Yanga amekuwa anafanya vizuri na pata wadhamini wengi, kwa hiyo hela inaingia. Kwa hata swala ka ubingwa wa CRDB ilikuwa ni kitu ambacho si kipaumbele sana. Lakini bodi ya ligi wamekuja kuonyesha dharau. Sasa ile dharau wamekuja kuionyesha baadaye. Ndio maana Yanga wameona ifike mahali sasa tuheshimiane. Hem, tufanye kitu kimoja. Tunaomba tulipwe hela zetu ili tuweze kufanya mengine yanayofuata. Kwa sababu tunapelekwa mputa kwamba hii mechi lazima ucheze bila kujua sababu bila nini. Muona. Kwa hiyo sasa tukitoka kwenye mechi sasa, kama kweli kwenye mechi wametuletea hivi, vipi kuhusu kwenye CRDB? Kwa hiyo ndio maana imefika mahali sasa wameona tulipwe. Lakini kama si ile mechi kuahirishwa, bila shaka mimi naamini hata tungedai hata miaka 10 ijayo pia tungekuwa tunadai. Mimi naamini hilo kama sio hii mechi. Ila kwa ilipofikia mimi natamani hata vile, na si Yanga tu, mimi nakuhakikishia na 100% mimi kwenye mpira nimekaa. Kwenye mpira nimekaa najua. Mimi mpaka leo unavyoniona mimi mwenyewe kuna mali nadai. Siwezi kuisema hiyo klabu ya iko Kilimanjaro. Nadai mpaka leo sijaelewa. Mpaka leo sijaelewa yangu na mpira nimeacha sichezi. Lakini nadai. Kwa nini? Kuna vitu ambavyo mara nyingi huwa naamini kwamba unapotoka kusema watu wengi huwa wanaamini wewe ndo mbaya. Na hata mabosi wengine wanaanza kukuajiri kwa sababu unatoa siri za wapi? Za ndani. Kwamba unaenda kuitoa nje kwamba nadai. Muona ukiondoka sehemu fulani unawaanika watu. Muona ndio kitu kinachofanyaje? Ndio kitu kinachoonekana. Lakini ukifuatilia utagundua kwamba mtu ile ni haki yake anadai, lakini wengine wanafanya kazi kwa mazoea kiasi kwamba anafika mahali anakuzoea, hata ukienda kudai anaona kama unamfokea. Ndio kilichofanyika kwa bodi ya ligi. Lakini kwa hatua hiyo waliofikia, Yanga wamefika sehemu kubwa sana ambayo nilikuwa natamani ifike, na mimi nafurahia sana. Na juzi walivyosema wanaenda kwa ajili ya kwenda kukaa siku kujadiliana mechi ya tarehe 15, nilikuwa nimejiapiza nikasema kama viongozi wa Yanga watakubali hii mechi ichezwe, kwa kweli mimi inawezekana sina faida yoyote kwenye timu yangu japo nalipa hela ya kadi. Lakini kuanzia siku hiyo baada, yani wakikubali tu mimi yani naacha rasmi kushabikia Yanga na sio mwanachama tena wa Yanga na kadi na vunja. Ndio kwa nimepanga hivyo. Pote ambalo ningejua tu mwenyewe nitafanyaje, mchezaji anahama Sembuse shabiki, nilikuwa niame. Kwa hiyo walifanya kitu sahihi kwa upande wao. Nimewapongeza. Na hata tukishusha na hamna kwanza kutushusha daraja cha kwanza, cha pili hamna mtu wa kuchukua pointi, kwa sababu kama unataka ichukuliwe pointi atakao kuchukulia kwanza Simba. Mtu ambaye anataka kuwajibika kwenye hili ni bodi ya ligi. Wao wamejibika. Mtu katumia katika andika barua usiku saa 8 hatuchezi kesho. Sio?
Haya, imefika kesho na wewe asubuhi unasema kuna mechi, mchana unasema hamna mechi. Aliahirisha mechi ni Simba au ni bodi ya ligi? Ahirisha ni bodi ya ligi. Kama bodi ya ligi ndio imeahirisha mechi, basi tunaomba watuambie kwa nini waliahirisha ile mechi. Kama ni Simba walifanya vile, basi wakati Simba point. Lakini ukiangalia Simba hawapo wala wahusiki. Wao ndio walitakiwa wafuate. Mnasema mchezo kwa sababu ya mazoezi, ngoja tuone. Si mechi ni saa 11 ile ile. Waone itakuwaje. Lakini wao kama ilivyosemekana, mimi sina uhakika, lakini alivyosema msemaji wetu kwamba kuna kigogo alipiga simu. Hii kitu nilishawahi kusema, ndio kinafanya mkoa wa Kilimanjaro unakosa timu za kucheza ligi kuu. Mpira na siasa. Mimi kila siku hata kwenye grupu la Moshi nawaambia kila siku, ili tuufanye mpira wetu wa Kilimanjaro uweze kusonga mbele, kuna baadhi ya watu watakuwa waondoke, watu waachie mpira wetu. Ule mpira umejaa siasa nyingi, watu wengi wa siasa wamejaa, ndio maana kila siku timu zinaishia daraja la pili imeshuka. Na ikitoka daraja la pili inaenda hadi ligi ya mkoa, inakuwa wilaya, mwisho wa siku inapotea. Timu nyingi sana. Mfano mzuri ni Panone, itafute ilipo sasa hivi. Utapata. Umeona Kitayosa hii ambayo ni Tabora. Ile yenyewe ilikuwa inapotea ile bila kuhamishwa Kilimanjaro. Lakini ilikuwa inapotea. Mpaka leo usingeijua wewe, leo hii tunaongea. Ila Kitayosa miaka nenda rudi tumecheza nao ligi ya wilaya, ligi ya mkoa tumecheza nao. Umeona? Kuna machi nyingine inaitwa Machava hiyo. Miaka nenda rudi iko pale, lakini ndio timu ambazo zilikuwa zina ushirika wa Moshi. Ndio timu ambazo zilikuwa zinapewa nafasi kubwa na Kilimanjaro za kupanda kwenda ligi kuu, lakini kwa sababu ya siasa zetu za mpira wa Kilimanjaro imekuwa shida. Ndio hichi kinachokuja kwenye timu yetu ya Yanga na ligi kuu ya Tanzania bara. Siasa, mpira na siasa ni vitu viwili tofauti kaka. Na ndio maana kafu FIFA walikuwa na maana kubwa sana kusema mpira usiingiliwe na taasisi nyingine isipokuwa mpira wenyewe ujiendeshe. Walikuwa na akili kwa sababu wanajua vitu kama hivyo huwa vinaleta matatizo na mkanganyiko mkubwa sana. Ndio hichi kinachoendelea sasa hivi. Unaona kwa upande wako mkienda kufanikiwa kwenye ambacho mmekianzisha hivi sasa? Of course tutafanikiwa kwa asilimia kubwa. Na asilimia 100. Na asilimia 100 kwamba tutafanikiwa kwa sababu tunaenda kuukomboa mpira wetu. Tunaenda kuukomboa mpira wetu kivipi? Kuna watu wengi. Hii timu ziko 16. Wallahi nakwambia Jalu. Wapo wengi wanadai. Huwezi niambia timu ya ligi kuu hawezi kulipa nauli.